Haya, iko sawa sasa. Yes, wananchi wa Nairobi wale mnanitizama na wasalimu wa mjambo. Kwa majina anaitwa Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi gatuzi la Nairobi. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumatatu, nataka kuelezea hivi. Ukiwa na shida yoyote Nairobi, ukiwa unataka usaidizi wa serikali kuu ya gatuzi, piga simu kwenye nambari ambazo tumepeana kwenye mtandao. Na nataka kuambia hivi, kama unasumbuliwa na kelele, noise pollution, kama unasumbuliwa na kelele ya kanisa, kama unasumbuliwa na illegal dumping, nilikuwa katibu mkuu wa mazingira gatuzi la Nairobi, lakini sasa mahali nipo ndio complaints zote zinakuja, alafu tunatuma maafisa wetu wanatatua. Na kama kuna mtu ambaye anafanya excavation ama amekuangushia nyumba yako, usinyamanze. Kama kuna bwenyenye ameimba shamba lako, usinyamanze, piga ripoti, tutatuma serikali, wafanyikazi wetu wa lands wakuje wahakikishe kwamba wameangalia hilo shamba lako urudishiwe. Kwa hivyo ukiwa na shida yoyote, ikiwa ni mtoto ako shule na ako na tap to eat na akule chakula akashiba, pia piga simu, tutatatua. Ikiwa ni issue za social services, maybe unahitaji usaidizi wa serikali, unahitaji, wewe ni mzee, unalala kwenye street, unataka tukuokoe, tukutoe, tukupeleke katika mji wa huruma, mji wa wazee, piga simu, piga ripoti, tutatuma maafisa wetu wakuje waweze kukusaidia. Na ikiwa kweli umekosana na bibi yako, ama amekupiga, ama bwana umepigwa na bibi, usinyamanze. Hiyo inaitwa gender based violence. Kama bibi amekupiga mzee, ukinyamaza utaumia bure, na sisi serikali tuko tutakusaidia utatua hiyo shida. Na ila tu tunasema kwamba vijana wao wakifika miaka 25 vile rais alisema, ndio tuweze kupunguza umaskini. Unajua ukioa inakuja na baraka pia. Unapata start life blessings. Yes, so nawaomba wale mnanitizama mjue kwamba katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi, niko tayari kuwahudumia, niko tayari kuwasikiza. Nitakuwa nakuja kwa ground. Kama ni boda boda mnasumbuliwa pale town, pale mtaani, piga ripoti tujue shida ni gani. Kama ni maafisa wetu ndio wako na shida, tutakuja pale tuwazungumzie, tutatue hilo shida ili muweze kusikizana, mfanye kazi kwa pamoja. Na pia maafisa wetu wa county, kama mko na shida, ukiwa uko na shida usinyamanze. Tuko pale kukuhudumia. Pia wewe ni mteja wetu, uwe ni askari, uwe ni daktari, uwe ni mwalimu, uwe ni engineer, uwe kitu yote, bora wewe ni staff ama uwe Green Army, piga simu kwenye customer care. Pia tafuta katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi, kwa lile ambalo uweze ongea kwa simu, itakusikiza kama staff. Pia tutatatua. Kama ni mshahara unasema haujapata ama payslip yako iko na shida, pia tutakuelekeza mahali utasaidiwa katika kaunti ya Nairobi uweze kupata mshahara wako. Na pia kama uko na shida yote ya kikazi ama unasumbuliwa pale kazini na unashindwa mahali pa kupiga ripoti uweze kusaidiwa, katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi ako tayari kukusikiza wewe kama staff, aweze kutatua shida yako. Na pia wewe kama staff, hakikisha kwamba unahudumia wateja vile inafaa. Wenye hospitali zetu, madaktari tunawapenda, mnafanya kazi mzuri kuhakikisha kwamba mnatibu wagonjwa. Na sisi kama serikali tutahakikisha kwamba mko na vifaa ya kufanya kazi, madawa, equipment, kila kitu ipo. Na kama umekosewa na client, usimpige ama ukamkosoa ama ukaanza kumpigia kelele. Piga ripoti, tutakuja pale, tutawapatanisha wewe na huyo client, mweze kuwapatia huduma. Pia madaktari muingie kazini mapema, nurses, kila mmoja ambaye anapeana huduma, mfanyikazi, uwe ni administrator, uwe unafanya kitengo chochote kwenye serikali kuu ya gatuzi la Nairobi, ingia kazini mapema. Hakikisha umefanya masaa yako 40 hours a week, kwa sababu mimi nitakuwa nafuatilia kuhakikisha kwamba wateja wetu wanapata huduma. Hakuna mfanyikazi ambaye anafaa kuingia tu kazini, anaonekana, ana sign, anatoka, anaenda private business yake, anaacha wananchi wakiteseka. Kwa sasa nataka kuwaomba kwamba kila mtu aamke afanye kazi. Kila mtu aamke afanye kazi. Kama unalipwa mshahara, fanya kazi 40 hours a week. Kama uko na allowance ya extraneous allowance, ukiitwa hata kama ni usiku, amka ufanye. Na mimi nitakuwa natembea sio mchana tu, hata usiku nitakuwa natembea, kwa sababu mahali natoka usiku ndio naona vizuri. Kwanza nitakuwa natembea usiku kuhakikisha kwamba watu wapo kazini wanahudumia wananchi wa Nairobi. Na pia wananchi wa Nairobi, mheshimu wafanyikazi wa serikali. Msikuwe mkiona mnawatukana ama kuwarushia mawe. Askari akikuja kukuchukulia hatua, akikwambia anataka kushika, mwambie officer, niomba tu nishike, lakini unishike pole pole, unipeleke pole pole ukinielekeza, na kamera unifikishe ndani,
nieleze ni vipi naweza comply, nifuate sheria, kwa sababu nikienda nilipe cash bail, hiyo cash bail itanitosha kutengeneza mahali nimeharibu ili nifuate sheria. Ni hayo tu, tuko tayari kukuhudumia na tutatembea na wewe. Tutakuwa nakuja mtaani, tunawasikiza, tunaangalia shida zenu, tunazitatua hapo hapo. Hii ni serikali ambayo sasa inasikiza, inakuja kwenye ground. Na kama uko na shida, iseme mapema. Ndio maana nataka kuambia wale ambao baada hawajaona kwamba serikali inafanya kazi, ama wala hawajui tupo, sasa tutakuwa mashinani. Asanteni na Mungu awabariki.